Huyo mrembo anaitwa Kelechi na siku ya leo alikuwa amekuja kununua wigi. Alikuwa ameingia kwenye store ya gharama sana, kwa hiyo alikuwa anawapatia watu hai, hello. Anafika kwenye sehemu ya mawigi, muuzaji anamwambia we simama, hebu njoo kwa huku, rudi kwa nyuma. Kelechi inabidi aulize, hivyo ndivyo ambavyo unaongea na wateja wako? Mwamba anamjibu, unataka nini bwana, sema. Mchizi akawa anamzingua bibie kwamba pale hamna saizi yake, anamwambia gharama ni 1,800,000 huku akimdhalilisha kwamba hana uwezo wa kununua wigi pale kwa sababu hata wigi alilovaa halina thamani. Ila pale ndani akaingia mrembo ambaye alikuwa amevalia nguo za gharama. Mchizi akamchangamkia sana, akaachana na Kelechi bwana. Mrembo hichi kitendo kilimuuma, kuona anadharaulika alafu mteja mwingine anapewa attention ya hali ya juu. Kelechi hakupoteza muda, baada ya kuona wauzaji wote wameamua kumpotezea, akabeba pakeji ya wigi akatia kwenye begi, alafu anaanza kuambia haina shida, sihitaji tena hizo nywele zenu za gharama nafuu, ondoka bwana, wasubiri nini sasa, si uondoke? Basi huko nje Kelechi alikuwa ni anachoma mbio kweli kweli, na hii ni baada ya kuporwa mzigo aliokuwa ameiba. Wezi jamani, vibaka wameniibia. Kelechi alikuwa na huyu rafiki yake anaitwa Fega. Huyu bibie alikuwa na tabia ya kukopa sana kwenye duka la huyu mwamba, mpaka mchizi akanamwambia una roho mbaya sana, unakopa afu haulipi. Leo sikupatii mahitaji yoyote bila kunilipa, sikupi kitu. Fega alichokifanya ni akamlipa mwamba. Mwamba na cheki ile haijakamilika, afu bibie huyo akachora, nitakulipa siku nyingine, nitakuja na pesa yako yote. Mwamba akamaindi kichizi. Huyu Fega nyumbani alikuwa anaishi na mama yake. Baba yake alikuwa amefariki dunia mwaka mmoja uliopita na mama yake alikuwa ni mgonjwa wa kitandani, hivyo yeye ndo alikuwa anabeba majukumu ya familia. Fega mwanangu, ninaumwa. Usiwaze mama, pole. Kesho nitaenda kufanya interview, nitapata kazi, nitakununulia vitu vingi, hii nyumba itajaa, nitakununulia wali, kuku na kitu chote kile ambacho unakitaka. Basi mama kula, nimekununulia karanga. Basi bibi akawa yuko bize kupondaponda karanga zilizosagwa kwenye maji pamoja na mayai. Upande wa tatu Kelechi alikuwa anajichana mkate mkavu pamoja na karanga. Fega alikuwa anapita mbeba CV mkononi. Basi Kelechi akamwita, anamwambia una shida gani wewe, hebu kaa hapo kwanza tuleta karanga. Fega alikuwa analalamika kwamba ametafuta kazi kweli kweli na hajapata, ametembea na CV yake mji mzima. Muda wa kuondoka Kelechi anampatia Fega mkate. Unanipa au unipi? Wote unapunguza, naomba bwana, una shida gani? Fega katika harakati zake za kutafuta kazi akakutana na huyu jomba. Mwamba anamwambia mama, hebu zunguka tuone kama umebarikiwa, kwa sababu ajira zilikuwa ni ngumu. Kama kabidi kazunguke maskini. Afu mwamba anaambia hebu kimbia mpaka pale afu urudi tuone kama yanarukaruka. Bibi akana anamwambia sasa hii kazi na kukimbia msikini kuna uhusiana nini? Bibi akana anasema niko na akili timamu, unaona sina manguvu lakini natumia akili. Hii kazi ni kama security. Sasa mwamba anasema yani ukikimbia mpaka matiti yakaruka unajua uko serious. Jomba, hapana, hii kazi hizi nikafanya. Fega akaamua kuondoka zake, akone yule jomba anataka kumchezea yani. Peleka gari lako huko, yani nimekuja mpaka huku nanifuata, unataka kuniua au tembea. Baada ya kunyimwa kazi bibi amekuwa mkali. Sasa kuna gari kile imemfuata hapa, afu na mama anasema Mungu wangu, chombe kabidi achungulie ni nani. Fega, simama nda. Ni wewe? Huyo mrembo alikuwa ni rafiki yake wa kitambo na bibie. Mchumba kama anashangaa sana rafiki yake amewezaje kuwa na maisha bora kiasi hicho. Kwa hiyo alichokifanya ni walikuja moja kwa moja mpaka nyumbani. Muda wa kuondoka Chimamanda akatoa kiburungutu cha pesa pale milioni kadhaa hapo anamkabidhi bibie. Mchumba akawa anakataa, anasema hapana, usikanipatia pesa. Anambia ni usikatae pesa yangu. Muda huo Kelechi ameshafika, anamwambia chukua kiburungutu wewe, unataka kukataa mapesa. Basi mama ikabidi tu achukue na shukuru pale kwa aibu nini. Chimamanda akawa anasema nitakuja siku nyingine kuwatembelea. Basi mimi naondoka. Pale Kelechi akaanza kujiongelesha, karibu sana, tumefurahi umekuja, uje tena kutembelea. Ndio nitakuja next wiki ijayo nakuja, msiwaze. Chimamanda akaona amesifiwa sana, akajua watu hapa nani anataka kiburunguti, akasema kwenye pochi akatoa kama vile 300 pale, amwambia chukua. Jamani, chukua, acha mambo ya Mola kubariki, yani upate nguvu, utafute pesa, msichana mrembo. Baada ya kupewa pesa Kelechi ashakimbia shopping, ashanunua manguo na viatu nini pale, amekuja naye anamringishia mwenzake. Mbona hii chuma ni fake? Ulisema tena jina ni nini? Jina ni Doris and Abagana. Usiongee kwa nguvu sasa kwamba ni fake. Unaongeaje kwa nguvu hivyo? Unataka kunalibia mambo. Kelechi alikuwa ameenda dukani amenunua manguo na maviatu fake mzee, ili tu mtani aonekane kwamba vile anawaka na brandi, afu kumbe hamna kazi. Baadaye Kelechi anakuja pale nyumbani, spidi anaingia ndani, anafunga mlango. Fega naye akashtuka, anakimbilia na anamwambia fungua mlango niingie.
Ndipo Kelechi anafungua anasema bado nakuja, au alikuwa ananidai pesa zao. Sasa wameona mtaani na waka wameanza kufuatilia pesa zao, amenikimbiza. Sasa wewe inakuaje tena unavaa vitu brand wakati unajua unadaiwa? Kwani shoga yangu mikopo si ya muda mfupi tu nitalipa. Yaani yule mama nani amekodi vijana wamenitimua. Jamani yuko huku amekimbilia yuko hapa. Hapana bwana, nakutania wameshaondoka wapo, rudi nje. Siku chache mbele Chimamanda bwana akawakaribisha watu nyumbani kwake. Kelechi akaruka naye, ni biashara gani rafiki yetu unafanya tuambie na sisi. Chimamanda akaanza kunyang'atang'ata, nasema biashara ambayo mimi nafanya ni serial entrepreneur, yani kwamba mimi kazi yangu ni kuanzisha biashara vidogo vingi na vikuza afu na viuza. Sorry guys, nimebadilisha mic na hii mic haina sauti nzuri, mic nyingine kwa inachajiwa ikijaa narudisha so muda mrefu. Hivyo naomba univumilie mtu wangu wa nguvu. Lakini pia unaweza ukacha comment kati ya hii mic na ile nyingine ipi ni bora, kwa sababu mimi naweza nikaona hii ndio mbaya, ile ni bora, kumbe hii ndio bora kwenye masikio yako. Kelechi alikuwa anajibrandi bwana, anasema naomba hata niwe msaidizi wako tu kwenye biashara yako yoyote. Mimi hata kazi ya kuchana nywele mimi naweza, nitakuwa na kuchana. Chimamanda akawa anaona Kelechi anabwabwaja mle, kabidi aondoke. Jamani mnisubirie na kuja muda si mrefu, endeleeni kunywa vinywaji. Baada ya kuambiwa hivyo, Kelechi anaamua achukue kinywaji cha yule bi mkubwa. Fega anamwambia rudisha bwana, unataka kuchukua hicho cha nini? Labda chapa kina testi nzuri. Anamwambia hapana, rudisha. Baadaye Fega amerudi nyumbani akamwambia mama, nina taarifa nzuri leo. Naambie mwanangu. Fega alikuwa anamwambia mama yake ameanzisha biashara ndogo ya kuuza vinywaji pamoja na vitafunwa. Kwa mzazi hii ilikuwa ni furaha kubwa, anacheka mpaka magego yanaonekana. Muda yanaendelea huko nyumbani kwa Chimamanda. Kelechi anaingia bwana. Chimamanda anashangaa, huyu anakuja kufanya nini hapa na sijamwalika hapa nyumbani? Bila kuongea neno, huko akijiamini, Kelechi anafika anakaa kwenye sofa na kuuliza unafanya nini nyumbani kwangu bila kualikwa? Kelechi kaung'ata wa mbuzi, afa anamwambia kaa chini. Yaani mfie nyumba ya mtu afa anamwambia mtu kaa chini, nataka kuongea na wewe. Hiki kitu kinamshitua sana Chimamanda. Kwa nini bibi mdogo anakuja kuongea shombo afa anajiamini hivi? Chimamanda akaona isiwe mbaya, akaenda akakaa akamwambia haya, niambie ambacho kimekuleta. Nimefanya utafiti wangu Chimamanda. Kelechi akawa anamwambia Chimamanda kwamba amekuwa maarufu ghafla. Miaka 3 tu iliyopita alikuwa ni mtoto wa mtaani. Alikuwa hana pesa wala alikuwa na connection ya mtu yote mwenye uwezo. Inakuwaje ghafla anafanikiwa kiasi hicho? Bibi anamwambia baba yako mimi nilikuwa namfahamu, na baba yake Fega ndo alikuwa anampatia chakula baba yako, alikuwa hata uwezo wa kujilisha hana. Bibi akawa anamwambia sidhani kama hizi biashara ambazo unafanya ni za kwako, unatudanganya. Unakumbuka tulikuwa watoto wa mtaani wote tulikuwa tunapambana kweli kweli, inawezekanaje unataka ufanikiwe peke yako afu dada zako tunaumia? Kelechi alikuwa anaongea kwa uchungu kweli kweli. Anamsogelea mama, anamwambia Chimamanda, tuoneshe njia, tuoneshe ndugu zako umefanikiwaje, ndugu zako tunaumia mtaani. Chimamanda, akili yangu imekomaa, usinichukulie poa. Bibi anajipiga pale maniaje, anaongea kwa msitizo kweli kweli, anataka aoneshwe njia ya kufanikiwa ambayo rafiki yao ametumia. Haijalishi kama ni biashara haramu au halali, niko tayari kutengeneza pesa. Nachokitaji ni pesa. Niko njema kama mlima Kilimanjaro, siogopi, sikitikisiki. Muda wote huo Chimamanda amekaa kimya anamsikiliza. Huyo mtoto, Mungu wangu, anataka nini? Chimamanda anamkata jicho bibi afa anasema uko na ujasiri. Una ujasiri sana, tuseme na kuonesha njia. Unadhani unaweza ukavumilia atakayofuata? Kelechi akawa anaongea kwa ujasiri sana, yani kwamba nihitaji pesa, haijalishi njia ni ipi. Huko bibi anaonekana kuenjoy sana mambo ambayo Kelechi anaongea. Kelechi Chimamanda, hili swala lina sheria na taratibu. Kwa haraka mpenzi mtazamaji, unadhani ni jambo baya au jambo jema lienda kutokea? Niambie kwa comment. Na kuna madhara ambayo ni gharama itatakiwa ulipe. Macho inamtoka Kelechi, amini anachoambiwa. Sijari gharama au matokeo matakiwa nilipe, niko tayari. Na bibi anakubali, lakini hajauliza hata hizo gharama za kulipa ni zipi. Basi tunakuja moja kwa moja mpaka nyumbani kwa Kelechi. Anaonekana akiwa anatokea bafuni, huku mkononi ameshikilia kitu. Taratibu anafungua kiboksi ambacho alikuwa amekiweka pembeni tu ya mlango wa bafuni. Basi kuna maelekezo yanatoka kwamba taulo zako zote za kike, yani pads, zikusanye kwa pamoja, na hapo unakusanya zile tu ambazo ushazitumia. Bibi alipewa maelekezo kwamba akikusanya nyingi ndivyo atakapopata faida zaidi, na alielekezwa baada ya kuzikusanya ampelekee Chimamanda. Basi bibi kwa uoga, huku akiendeshwa na tamaa ya pesa, akazikusanya za kutosha. Safari na kolea ambao kwa shoga yake anamwambia umekusanya ngapi? Anamwambia nimekusanya 15 ambazo nimezitumia, ziko na damu ya kutosha. Chimamanda anamjibu kwamba hiyo ataipenda sana. Kelechi anauliza kwa utapewa pesa mkononi au wanatuma benki? Hivi Kelechi, unaona kila kitu kiko poa? Mimi siwazi kitu Chimamanda, siwazi chochote, nachokitaka tu nitoke kwenye umaskini, nimechoka. Nilipokuwa
mtaa anapambania maisha, ninaazima viatu, kila mtu ananicheka. Nani alijali kuhusiana na maisha yangu? Na mimi leo sijali. Hebu niambie, ni shingapi nitapata? Muda yote anaendelea, Chimamanda anamwangalia tu kwa makini kweli. Chimamanda anamjibu, anamwambia hilo box za taulo zako za kiki itabidi baki nalo mimi mpaka pale baba atakapokuja. Sawa, kumbuka akija tu nitakujulisha uje uchukue pesa zako, unanisikia? Ila nimekuuliza ni kiasi gani nitapata, hujanijibu mpaka sasa. Okay Kelechi, utakuwa unalipwa $3,000. Yesu na Maria mtume, $3,000. Kelechi anapagawa afa, anaambiwa ni kwa pedi moja. Naam, $3,000 bwana ni kama $7.5 million. Hiyo ni kwa pedi moja. Afu bibi amepeleka pedi 15 ambayo kibongobongo ni sawasawa na $1,112,500. Kelechi anapagawa, anasikia pesa ambayo hajui kushika au pesa ambayo hajui kuwaza. Bibi anapiga magoti pale ya furaha, alafu huko Chimamanda anamwambia lazima na mimi unipatie share kwa kuunganisha. Chima anasema 20% unanipatia pesa ambayo unachukua. Kelechi anasema chukua hata 30%, wewe chukua, mimi sijali. Hii ina maana kama Chimamanda atachukua 20% ya $112,500 atachukua $22,500,000 ya Kitanzania, ambayo ni sawasawa na $9,000 kwa watazamaji wale ambao wanatoka Kenya, Uganda, Msumbiji, Kongo Kinshasa, diaspora na nchi nyingine, kwa sababu kwenye comment wanaona ni nchi mbalimbali ambao wanaangalia video zangu. Na nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru watazamaji wangu wote, support yenu ni ya maana sana. Chimamanda anamwambia Kelechi kwamba hatakiwi kuondoka pale nyumbani kwake kwa sababu anatakiwa amwangalie. Bibi anazidi kupagawa zaidi, kuambiwa kwamba atakuwa anaishi kwenye lile jumba bwana. Chimamanda, yani unanipatia pesa zote hizo na bado unataka nibaki kwenye nyumba yako, ile jumba la kifahari? Chimamanda. Kelechi alipagawa sana na ile ofa hadi anafikia hatua ya kumwambia Chimamanda kama yani wewe ungekuwa ni mwanaume, haki ya nani ningelala na wewe usiku wa leo. Muda yote anaendelea huku Fegi anasema unajua huwa anawaza sana, au kuna mwanamke ameniloga nini kanilala. Na hiyo yote inatokana na kwamba huyu bibi biashara yake ile ya vitafunwa pamoja na vinywaji, kuna mtu alimpigia simu kwamba anaweka oda. Hivyo bibi akamka asubuhi akaanza kupika, alafu bwana yule mtu akamkimbia, hajatuma pesa wala nini. Kwa hiyo mama ametumia viungo vyake, alafu ndio hivyo imekula kwake. Mama yake alikuwa anamfariji kwamba mambo ni poa tu, usiwaze sana mtoto wangu, Fega usijiumize kichwa, haya mambo kwenye biashara yanatokea. Bi mkubwa kana mwambia kwa sababu ushachoma mtaji mzima, basi mpigie rafiki yako Chimamanda, baba anataka kupatia hata kazi. Bibi anatikisa kichwa, anamwambia tena vipi kuhusiana na anko wako, ushamtafuta? Stories zinaendelea, mara ghafla kuna mtu anaingia naimba kwa furaha kweli. Kelechi bwana anaingia pale ndani, anakivunja kweli kweli, anakimbia ghafla anapata mama, mama anakusalimia. Baba rafiki yangu, Mungu amebadilisha maji kuwa mvinyo. Kelechi akawa anaeleza jinsi gani ametoboa katika maisha, akawa anawaambia amepata kazi nzuri sana ambayo itampatia nyumba na gari la kuendesha. Anaeleza kwamba kazi hii inahitajika leo, hivi inabidi apaki mizigo yake aondoke jioni yake. Haikuchukua muda, Kelechi tayari ashabeba mabegi, ameenda kwa shoga yake. Kafika anakutana na begi liko juu ya meza, anaambiwa fungua, hapo ndo kuna kila kitu. Mama yangu, nini hicho? Chimamanda anatabasamu, anamwambia huo ndo mzigo wako, sasa inabidi ubebe. Huo ndo utajiri wenyewe, yani huo ndo utajiri. Anambia ndio, fungua. Ndipo mchumba anafungua, oya ni maburungutu ya pesa, yani begi zima limejaa ankara. Rain, mvua ya pesa. Bibi akawa anamwaga pesa, amini macho yake. Moja kwa moja alichokifanya ni alienda kwenye lile duka la mawigi ambao alimtimua bwana. Mwomba ni akamkata jicho, huyu amekuja kufanya nini hapa? Muda huo bwana kuna mfanyakazi mwingine akaenda kuchukua chupa ya wine, akawa anamletea bibi. Ni mara ngapi nimekuambia hiyo wine kwa ajili ya wageni ambao wana pesa, sio mtu kama huyu maskini. Halo, kuna mtu yuko hapa anaongea kama mbwa, eti anasema ni meneja wa store. Hebu mwambie kwamba nimeinunua hii store yote, mwambie mimi ndio mmiliki mpya, aache kubweka kama mbwa alikosa makazi. Aya, shika simu. Baada ya mwamba kuongea na mmiliki, anamwambia kwamba bwana bibi ndo amenunua hiyo store, afu bibi anamwambia haya, beba kila kitu chako. Baada ya pale Kelechi aliendelea kuishi maisha ya kifahari sana, alinunua magari, zawadi za gharama, maisha yalikuwa ni poa. Sasa kuna hii siku alikuwa ametoka club, katika kupiga story Kelechi anasema bwana, tulipokuwa club hakuna mwanaume yote ametufuata. Bibi anashangaa kwamba yuko na bonge ya bodi, lakini hakuna mwanaume hata mmoja mle club aliyemfuata. Muda yote anaendelea huku mama yake na Fega bwana anakata moto, ni anazidiwa. Bibi alimchukua akampeleka hospitalini, ambaye aliambiwa bwana upasuaji utagharimu $18 million, ambayo ilikuwa ni mjumuisho wa gharama
zote kwa sababu ni matatizo ya moyo. Miaka miwili ilikuwa ishapita, basi Kelechi anaamua kuja kumtembelea shoga yake. Jamani, huu mtaa unanuka mja. Kumbuka huyu bibi alikuwa anakaa kwenye mtaa huo, kafika kwa rafiki yake bwana. Basi mambo ni yale yanavuka kama vile maeneo yani sio mazuri kabisa. Kelechi licha ya kuwa na pesa nyingi anaamua kutokumsaidia bibie kabisa. Anaamua kuondoka, kumwachia hata buku ya matumizi. Yani ni kama vile alikuja kumsengenya kwa namna fulani. Anaondoka anasema, "Oh Mungu wangu, siwezi kupumua." Hasa bibi alichokifanya na alikimbilia kwa mjomba wake. Alikuwa na mjomba wake wana pesa mingi, ila walikuwa hataki kuongea. Yani bibi alikuwa hataki kuongea na mjomba wake kabisa. Mjomba si akamwambia, "Pesa nitakusaidia kwa sababu tunatafuta pesa ili tuweze kusaidia watu." Akamwambia, "Basi taja namba zako za benki." Bibi akaanza kutaja. Mjomba akamwambia, "Unajua sikusikii vizuri, unaongea kwa mbali, hebu sogea karibu hapa." Mchumba Vegas akaona sio nongwa, si akasogea karibu. Mjomba akamwambia, "Haya, taja namba zako za benki." 002. Asa mjomba, mbona umekaa mbali, siwezi kusikia vizuri, hebu tizama, ndio namba ambazo naandika hapa ni sahihi. Umesema mbona kama vile mapaja yako yana joto sana au unaumwa? Mjomba akapitisha mkono bwana, akaanza kumpapasa bibie kwa nyuma. Sogea karibu uangalie kama nimeandika vizuri. Nimeandika namba sahihi. Ndio mjomba, umeandika namba sahihi. Una uhakika? Niache, kumbe ni mpumbavu. Kunywa na kinywaji chako. Wewe una matatizo mzee wewe. Kwani nimekosea wapi la mama? Tunakupa milioni 18, shida yako nini? Kama utapenda kuangalia movies zangu nyingi zaidi, please subscribe kwa channel yetu na gonga like kwenye hii video kwa sababu itanisaidia sana kuwafikia watu wengi zaidi. Fega aliamua aje kwa Chimamanda kuomba msaada. Fega anamwambia Chimamanda anaomba na yeye aingizwe kwenye biashara ambao wao wanafanya. Kwa mara nyingine tena Chimamanda anaingizwa majaribuni. Nadhani mnakumbuka kitu ambacho kimemtokea Kelechi. Hakuna mwanaume yoyote anemtizama. Na hapo aliambiwa bado hujaanza kulipa gharama yoyote. Hivyo Chimamanda anamkatalia Fega kabisa. Anamwambia hawezi akamunga kwenye biashara yao. Chimamanda, na kuomba, sina njia nyingine, mamangu atafariki hospitalini, na kuomba. Tulikuwa marafiki, tulitembea pamoja, tulicheza pamoja, baba yangu alipisha baba yako, na kuomba unisaidie mamangu, naomba unisaidie Chimamanda, chochote ile ambacho mnakifanya na kuomba unisaidie na mimi nijiunge nipate pesa. Nitafanya chochote chini ya jua nijiunge na nini, na kuomba yangu. Nilipo katika hatari, nilipo katika njia, Mungu wangu, na kuomba unisaidie rafiki yangu, na kuomba tafadhali niache. Fega niache, sisi nikakusaidia chochote. Jamani, Chimamanda, huyo bibi anakataa kabisa kumsaidia rafiki yake. Ikabaki kilio, bibi anamlaumu mpaka Mwenyezi Mungu, anaomba msaada lakini msaada uone. Mora, nimechoka na haya maisha. Baada ya kukosa msaada bwana, Fega iliamua achukue simu yake akaiweka pale, akaanza kurekodi video. Kama mtazama kwa makini, ilikuwa ni iPhone, na hii simu bwana ambaye alinunuliaga alikuwa ni Chimamanda kwa sababu bibi alikuwa hana simu kabisa. Mchumba kaingia online kuomba msaada. Anasema, "Jina langu naitwa Fega na leo niko hapa kwa ajili ya kuomba msaada." Tizama mbwa wewe, hebu tizama. Unaona hiyo video? Ni rafiki yetu anaomba msaada. Kelechi akawa anamlaumu Chimamanda, na hiyo ni baada ya kumkatalia kabisa kumsaidia. Bibi anamwambia, "Sio kwamba nimemkatalia, nataka nimlinde, sitaki apate madhara." Madhara gani ambayo unaongelea? Ndipo Chimamanda anaamua kufunguka kwamba hatuwezi kupata watoto. Hili linamgusa Kelechi. Bibi anasema, "Kwenye maagano ina maana tunapompatia pedi zenye damu tunampatia uzazi wetu, na yeye ndo anaotumia huo kufanya matambiko, ndo maana tunapata pesa." Na kumbuka uliniuliza kwa nini wanaume walikuwa watufuati klabu. Ni kwa sababu hatuvutii mbele ya macho ya wanaume. Hatuwezi kupata watoto na hatuwezi kumvutia mwanaume yoyote. Hiyo ndo gharama ambayo wanakuambia natakiwa tulipe. Ghafla Kelechi akaanza kumlaumu Chimamanda kwamba kwa nini unaniambia ile jambo sahihi. Bibi naye akawaka mzee baba kwamba nilijaribu kukuambia lakini hukutaka kunisikiliza. Ulikuwa unawaza tu pesa, kwamba utaingiza shilingi ngapi. Hukutaka kusikiliza consequences zilikuwa ni nini. Baada ya kuambia vile bwana, Kelechi akasirika, akaamua kuondoka. Alipofika sebleni akavizia mpaka Chimamanda ametoka chumbani kwake. Alichokifanya ni akaingia mle chumbani akaiba namba za yule mzee ambaye alikuwa anawasaidia kupata pesa. Ila pia bibi anakasirika kwamba Chimamanda alimdanganya, na kwa nini sasa anataka kumlinda Fega. Yaani mimi nipoteze uzazi wangu alafu sasa hivi anataka kumlinda Fega. Kelechi bwana anachokifanya kina akambeba Fega akamwambia kwamba mimi nitakusaidia. Fega watu bwana alikusanya pedi 19 ambayo ilikuwa ni sawa na dola 57,000. Kibongobongo ni kama milioni 140. Na nyumbani hali ya mama ilikuwa sio nzuri. Anamuita binti yake haitiki. Mama anaanza kuongea maneno hapa Ogene Fega akimaanisha utukufu wa Mungu.
wangu. Muda huo mama akaanza kupambana kusimama bwana. Kipindi mama anahangaika huku anaita jina la Mwenyezi Mungu, kuna kitu kinatokea huku. Kelechi anamwambia Fega, umekuja na padi 19, hiyo itakuwa ni dola 12,000, yaani milioni 30 kibongobongo. Fega alifurahi sana kwamba ni pesa nyingi mno. Kumbuka anahitaji milioni 18 tu kwa ajili ya matibabu ya mama yake, bila kufahamu itakiwa apewe milioni 140. Kipindi swali linaendelea, Chimamanda naye anaingia, anamwambia Fega, unafanya nini hapa? Baada ya kugundua ambacho kwa kinaendelea, Chimamanda ikabidi aanze kumuonya Fega, ila bibi akakataa ule ushauri, akamwambia amekwambia kuhusiana na madhara, utapata mtoto. Kama unafanya hivi juu ya mama yako, basi mimi niko tayari kusaidia. Nitauza chochote kile ambacho ninacho, nitauza gari langu. Toa uongo wako hapa. Ninaenda kutengeneza pesa sasa kwa njia ambayo naifahamu mwenyewe. Kwani kuna umuhimu gani wa kuwa na watoto ambao huwezi kuwahudumia? Nyumbani mama anang'ang'ana kuamka, ghafla anaua kichwa kwenye kochi na kutulia. Kimya kinazidi kutawala na hakuna mtu pale ndani wa kumsaidia. Haikupita nusu saa, Fega anaingia. Mama huku ameshika kiburungutu cha pesa mkononi. Mama, nimepata pesa kama nilivyokuambia. Twende hospitalini sasa, amka twende. Sitaki tuchelewe operesheni siku ya leo. Nishaleta pesa nyingi. Mama, amka tuondoke. Mama, nenda ukaoge tuondoke mama. Mama, ita ukaoge. Mama, si waamke. Kwani kuna shida gani? Mama, fungua macho. Kwani kuna shida gani? Ona nimekuja na pesa kwa ajili ya operesheni. Pesa zote ziko hapa. Tizama. Mama, acha kufanya mithana utani. Mama, acha kunitania. Mbona unafanya utani? Unanitisha. Nimeleta pesa. Bibi Fega alikuwa amemchelewa mama yake bwana. Amemkuta wa baridi. Kazi imeisha. Mungu wangu nisamehe. Mnaniwe mama yangu. Nisamehe. Mama yangu. Sifanyi tena nilichokifanya. Msamehe. Bibi alikuwa ndani ya majuto mazima, anamwomba Mwenyezi Mungu amrudishe mama yake na hatarudia tena kufanya kile kitu ambacho amekifanya. Huko nyumbani Chimamanda anamfukuza Kelechi kwenye nyumba yake, anamwambia wewe ni nyoka, umenisaliti. Toka kwenye nyumba yangu uende ukatafute nyumba nyingine. Hii ndio unasema ni nyumba? Hiki ni kijumba au nini? Hii ni takataka ukilinganisha na nyumba ambayo namiliki. Unajua leo peke yake imetengeneza pesa kiasi gani? Huyu bibi anajigamba zile pesa ambazo amemdhulumu Fega bwana. Alienda kanunua bonge wa mjengo karibia milioni 110 na kitu hivi. Chimamanda anajilaumu, anasema usimwamini maskini kabisa, akipata matako ulia mbwata. Nyumbani Fega aliamua kuchoma zile pesa. Haikuchukua muda, Chimamanda ndo huyu hapa bwana. Baada ya miaka michache anakuja kuomba msamaha kwa Fega. Anasema amebadilisha njia zake na sasa hivi anatafuta pesa kwa njia halali. Basi haikuwa shida kwa bibi Fega, ilibidi amsamehe. Ila kwa bahati mbaya upande wa Kelechi bwana, huyu bibi alikuja akawa kichaa. Japo alikuwa na pesa nyingi ila alichizika. Kwa pesa zake tena zikawa hazina faida. Na huu ndo mwisho wa chuma yetu. Subscribe na kulike hii video. Kuna video nyingi sana ambazo tunazo, endelea kutizama na kubali sana support yenu watu wangu wa nguvu.